important day. Ni siku muhimu sana. And I'll read only two portions of scripture. The children have recited one. Nitasoma tu vifungu viwili vya maandiko. I will read Micah. Nitasoma chapter 5 verse 2. 5 mstari wa 2. This was an address by the prophet Micah. Hii ni nakala ya Micah. And he said that akasema kwamba he said, but thou Bethlehem Ephrathah. Sema kwamba bali wewe Bethlehem Ephrathah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Thou Bethlehem Ephrathah. Wewe Bethlehem Ephrathah. This was a small town. The Bible calls it a city. Ulikuwa mji mdogo. The Bible calls it the city of David. Biblia inaita kwamba mji wa Daudi. And this was a small town in Galilee. Ulikuwa mji mdogo kule Galilaya. And it was not known for many things. Haikuwa ijulikana kwa mambo mengi. But there was one thing which was known of Bethlehem. Lakini kuna jambo moja lililojulikana tu Bethlehem. It was an agricultural country. Ulikuwa mji ambao ulikuwa wa kuzalisha mazao. It was a city where wheat was grown. Ulikuwa mji ambao ulipandwa ngano. The Bible refers it as a city, but I don't think it will qualify it to be a city. Biblia inaitambulisha kuwa mji, lakini sidhani kama the Bible refers to it as you are small but better than 1,000. Biblia inaelezea kwamba ni mji mdogo. Wewe ni mdogo. Wewe mdogo kati ya maelfu. So Bethlehem was a very small town somewhere. Bethlehem ulikuwa mji mdogo mahali, and was very famous for the growing of wheat. Na ulijulikana sana kwa zao la ngano. Its name was Ephrathah before it changed to Bethlehem. Jina lake mwanzoni ilikuwa Ephrathah kabla ubadilishwe kuwa Bethlehem. Bethlehem means the house of bread. Inamaanisha kwamba nyumba ya mkate. So this was an area where bread would be found. Hapo ndipo mahali ambapo mkate ungepatikana. And Bethlehem was a city of bread. Na Bethlehem ulikuwa the house of bread. Ulikuwa nyumba ya mkate. Ephrathah, which was its earlier name, Ephrathah ambaye lilikuwa jina lake la awali, has even a different meaning. It means a city of productivity. Inamaanisha kwamba mji wa mazao. A city of fertility. Mji ambao una rutuba. Yeah, it's city of fertility. Mji ulio na rutuba. And it was more known as a city of liberation. Na ulijulikana kama mji wa upatanisho. I don't know what was liberated in this city. Sijui ni uhuru gani uliopatikana katika mji huu. And it was a city of healing. Na ulikuwa mji wa uponyaji. And again, healing, maybe reconciliations, maybe healing of the sick. God knew and was doing many things in this city. Alijua na alikuwa anafanya mambo mengi katika mji huu. Later it became a very important city. Baadaye ukawa mji wa maana sana on spiritual matters. Katika mambo ya kiroho. It was referred to as a city of spiritual receptivity. Ulijulikana kama mji wa upokelezi wa mambo ya kiroho. I think many people received spiritual blessings in the city. Watu wengi walipokea baraka za kiroho katika mji wa Bethlehem. Somewhere before the birth of Jesus. Mahali hapo kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. And so Bethlehem was a very important city. Basi Bethlehem ulikuwa mji ambao ulikuwa maana sana. For physical reasons. Kwa ajili ya sababu za kiasili. On the day of the birth of Jesus. Wakati wa siku ya kuzaliwa kwa Yesu. There were major happenings
around this city. Kulikuwa na mambo yaliyokuwa yakitendeka katika mji huu. Physically, there was a census going on. Kiasili kulikuwa na hali ya kuhesabiwa kwa watu. In Galilee. Bale Galilaya. Galilee was a district where Herod was ruler. Galilaya ulikuwa mkoa ambao Herode alikuwa kiongozi. And therefore, Herod commanded a census. He wanted to know how many people were Herode akaamrisha kwamba watu wahesabiwe, akataka kujua kwamba ni watu wangapi ambao wako kwenye mji huo. And therefore there was a census, a physical census going on. Basi kukawa na kuhesabiwa kwa watu. That made the city very active. There were quite a lot of activities ikafanya mji ukakuwa in Bethlehem at the time of Jesus. Kwa ajili ya mambo ambayo yalikuwa yakifanyika wakati ambapo Yesu alizaliwa. So Joseph took his wife. Basi Yusufu akachukua mkewe. His betrothed wife. The Bible says that he took his wife Mary. Alichukua mkewe Mariamu and came to the city of David. Na akaja kwa mji wa Daudi. And Mary was, the Bible says she was great with a baby, expecting a baby. Mariamu alikuwa anatarajia mtoto. Great with a baby. Alikuwa anatarajia mtoto. So that's again a very interesting terminology that was used at that time. Ni jambo ambalo linashangaza ambalo lilitumika kwa wakati huo. There were very many activities in Bethlehem. Basi kulikuwa na matukio mengi ambayo yalikuwa yanatendeka pale Bethlehem. Was quite alive at that time. Bethlehem ulikuwa mji ambao ulikuwa umechangamka wakati huo. The people came from outside the city. Watu walitoka nje ya mji to be counted. Kuja kuhesabiwa. But when they are, so as they arrived, wakati walifika, there was need for accommodation. Kulikuwa na hitaji la kuwekwa mahali fulani. And the Bible tells us there was a need where Joseph expected to put up with his wife. Na Biblia inasema kwamba kulikuwa na mahali ambapo Yusufu alikuwa anatakana kukaa na mke wake. Tried and there was no room. Lakini wakaenda wakapata kwamba hakuna chumba. So they had to look for a place to put up that night. Ilibidi watafute mahali pa kukaa usiku huo. It was interesting at this time. Ilikuwa la kushangaza wakati huo. And it was not a coincidence that that Joseph found accommodation at a cattle feeding place. Ikapatikana kwamba Yusufu amepata mahali ambapo ni mahali pa kulisha ng'ombe, hori la ng'ombe. Hori la ng'ombe. So there was a manger there. Kulikuwa na manger is a feeding place. Hori ni mahali penye ng'ombe wanalala. So this baby was born. Wanakula. Okay. And laid on a manger. Basi huyu mtoto alizaliwa na akawekwa pale kwenye hori. This is not coincidental. Sio kiajali. Ama bahati mbaya. Sio kiajali. But it simplified humility and basic. There was need only for a basic need. Lakini ilidhihirisha ule unyenyekevu na kwamba hapo ndipo palifaa mtoto kulazwa. And humility is what was played here. Unyenyekevu ndio ilikuwa inafanya kazi mahali hapo. So they found that place. Wakapata mahali pale. Now that was one physical activity that was taking place. Hilo ni jambo la kiasi ambalo lilikuwa linafanyika wakati huu. There must have been a lot of trade. Huenda watu walitembea sana. Biashara ilikuwa inafanyika sana. Watu walikuwa wanauza na kununua. Ni kwa maana watu wengi walikuwa wanatembelea mji huu. Now that was in the physical realm. Hiyo ilikuwa katika hali ya kiasi. At the same time, hata hivyo, there came up a bit of occurrences in the spiritual realm. Kukatokea matukio fulani ya hali ya kiroho. At the birth of Jesus, katika kuzaliwa kwa Yesu, there were a lot of activities in the spiritual realm. Kulikuwa na vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika katika ulimwengu wa kiroho. The Bible says, inasema kwamba that Jesus is the bread of life. Yeye ni mkate wa uzima. And Bethlehem was the house of bread. Ilikuwa nyumba ya mkate. So it's not again coincidental that Jesus was born in the house of bread. Basi sio ajali kwamba Yesu alizaliwa kwa nyumba ya mkate. Because he himself was the bread of life. Ni kwa maana yeye mwenyewe alikuwa mkate wa uzima. Bethlehem was the source of bread. Ilikuwa ni mahali pa kuzalisha mkate. A source of wheat. Mahali ambapo kulikuwa na ngano kwa. And here comes again Jesus. Na hapa Yesu was born in this city. Inatokea kwamba Yesu anazaliwa kwenye mji huu. So Bethlehem was the provision of bread. Basi Bethlehem ilikuwa ni mahali pa kuzalisha mkate. So that he can give
as the bread of life. Yesu akaja akawa mkate wa uzima. And he set the beginning of that bread of life at Bethlehem. Akaweka chanzo cha huo mkate wa uzima pale Bethlehem. So and then Bethlehem. Basi Bethlehem, Ephrata, a very productive city, mji ambao ulikuwa unazalisha sana, was going to be a place of blessings, spiritual blessings. Ulikuwa unaelekea kuwa mji ambao ni wa baraka zaidi za kiroho. And therefore in Bethlehem, basi Bethlehem, in the physical city of Bethlehem, katika hali ya kiasili mji wa Bethlehem, several of these activities were taking place. Matukio mengi ambayo yalikuwa yakifanyika pale In the physical, katika hali ya kiasili, there were also a lot of activities in the spirit. Kulikuwa pia na mambo mengi yaliyokuwa yakitendeka katika ulimwengu wa kiroho. We read this in Luke chapter 2. Na tunasoma haya katika Luka 2, where the children read. Mahali watoto walisoma. We read from verse 8. We read only verse 8 to 11. Tutasoma kuanzia 8 hadi 11. Let's read from verse 7. Let's start from verse 7. The Bible says, and she brought forth her firstborn. Of course, this is Mary. And Mary brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by the night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Mariamu akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Na katika nchi ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafula, utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi nimewaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Amen. Now, this is now the actual happening. That's what we read in Micah was prophetic. Ile tuliyosoma katika Mika ilikuwa mambo ya kinabii, lakini sasa hapa ni tukio ambalo linatendeka. The physical appearance and spiritual happening. Hii ni onyesho la kiasili ambalo na pia la kiroho ambalo linafanyika. And it happened. Na ikatendeka. That the time came for Mary to deliver. Ikatokea kwamba ulikuwa wakati wa Mariamu kuzaa. And in verse 7 it says, Mstari 7 akasema kwamba, and she brought forth her firstborn son. Na akamzaa mwanawe kifungua mimba. This was her first child. Huyu alikuwa mwana wa kwanza kifungua mimba. The occurrence was not very easy for a first mother. Tukio halikuwa rahisi kwa mtu anayezaa mwana wa kwanza. A first mother, imagine a first mother came into labor in a strange country. Mama ambaye anajifungua mwana wa kwanza anajifungua katika nchi ya ugenini. And in a place which was not convenient. Na mahali ambapo hapakuwa halisi pa kuzalia mtoto. And giving birth to her firstborn. Na kumzaa mwana wa kwanza. This was not a very mean thing to happen. Ni jambo ambalo halikuwa rahisi kufanyika. This was one of the things that happened in the physical. Lakini haya ndiyo mambo yaliyofanyika katika hali ya kiasili. And she gave birth. Na akamzaa mwana. You can imagine a cattle bomber. We call it cattle bomber. Angali unaweza
Kwa homa ya ng'ombe. Hori la ng'ombe. Kwenye hori la ng'ombe. She gave birth. Hapo akamzaa mwana. This was not an easy thing. This was not an easy occurrence. Halikuwa jambo rahisi. And again, in this, around the city, tena kwenye mji huo, there were shepherds. Kulikuwa na wachungaji who were guarding their sheep. And these shepherds were also very serious. Hawa wachungaji ni watu ambao walikuwa they were guarding their sheep at night. Walikuwa wakichunga mifugo yao usiku. Overnight. Wakati wa usiku. Those days there were no serious enclosures like we have today. Wakati wa kukua na ile hali kufunga maboma kuweka nini. Lakini sasa these days I hear very many things. Wakati unasikia mambo mengi. Like in our village, kama there are thieves that have been stealing water pumps. And huko kwetu kulikuwa na wezi ambao walikuwa kiiba. Wamekuwa wakiiba na wanaiba kama wanaiba usiku wote. These shepherds were guarding their sheep overnight. Hawa wachungaji walikuwa wakichunga kondoo mifugo yao usiku wote. And somebody has said it's like even if you were in a factory. Mtu amesema kwamba ungekuwa unafanya kazi kwenye overnight to make sure there is product. Unafanya kazi usiku wote kuhakikisha kwamba kuna kuzalisha. This area of Bethlehem was very interesting. Hapa Bethlehem kulikuwa mambo ya ajabu. Because wheat was grown, because there were also sheep production. Kulikuwa na kuzalisha ngano, kulikuwa na mifugo pia. And the boma was there, so that means there were cattle. It was very busy. Kukawa na hori pale kuonyesha kwamba kulikuwa na mifugo pale pia. I want to single out these shepherds. Nataka to speak about them. Nataka kunena kuhusu hawa wachungaji. These shepherds were quite committed people to their work. Walikuwa wamejitolea sana kwa kazi yao. And they were guarding their sheep overnight. Walikuwa wakichunga kondoo zao usiku. They used to have caches overnight. Walikuwa na kesha usiku wote. To care for their sheep. Kuwachunga mifugo wao. Lest they are stolen. Ili wasiibwe. I have seen a watchman somewhere. Nimeona I have met a watchman. Nimekutana na bawabu who doesn't sleep overnight. Ambaye halali usiku. He's a watchman overnight. Ni bawabu usiku wote. And where we were staying at one point. Na mahali tulikuwa tunaishi wakati fulani. Thieves came at night. Wezi walikuja usiku. They wanted to strike our plot. Walitaka kuiba kwenye they found that watchman. Na wakapata huyo bawabu. That watchman believed in staying awake. Huyo bawabu aliamini kukaa imara usiku wote. So he saw the thieves walking outside the fence. Basi aliona wezi wakizunguka huko nje. So he went close. Akaenda karibu. And heard them talking and whispering. Na akasikia wakiongea wakinong'onezana. And these thieves walked towards the gate. Hawa wezi wakatembea wakielekea kwenye lango. As they walked, he walked with them. Walipotembea anatembea nao. As they arrived at the gate and whispered. Wanapofika kwenye lango wakinong'onezana. He was hearing them whispering. Alikuwa akiwasikiliza wakiongea. And they said, jump over the gate. One of them said, jump over the gate. Mmoja wao akasema, jump over the gate. Turuke juu ya hilo lango. He told the first one to jump over the gate. Akaambiwa kwanza ruka juu ya hilo lango. And this guy told them, try and you will get it. Huyu jamaa akawaambia jaribuni na mtakipata. And those guys ran away. Hawa jamaa wakatoroka. I respected that word. Niliheshimu huyo bawabu. I talked to him and I asked him, how did you manage to do that? Nikaongea naye nikamuuliza uliwezaje kufanya? And he told me a good watchman doesn't sleep. Akaniambia bawabu mzuri halali. And he said, I am one of those. Akasema kwamba mimi ni mmoja wao. So these herdsmen, these shepherds, basi hawa wachungaji were very diligent. Ni watu ambao walikuwa na bidii sana. And they were watching over their flock at night. Na walikuwa wakichunga mifugo yao usiku wote. Would you be surprised why God chose them to be the ones to go and take gifts to
Utashangazwa kwa nini Mungu akawachagua waende kule Bethlehemu. Let me tell you, God doesn't choose anybody anyhow. Nikwambia kwamba Mungu hamchagui mtu yeyote tu vile vile. He chooses the people with the right qualities. Anachagua watu walio na to carry out his tasks. Kutekeleza makusudi yake. When you are serious and committed to godliness, iwapo umejitolea kwa mambo ya kiungu, then God can visit you and give you a task. Mungu anaweza kukutembelea na kukupatia kazi. And that is what happens in life. Na hiyo ndio inafanyika katika maisha. Even in every endeavor and business in the world. Hata katika shughuli zote za kila siku katika dunia, God chooses the most diligent. Mungu huchagua mtu aliye na bidii sana. These men were awake. Hawa watu walikuwa wamelala. And God spoke to them. Na Mungu akanena nao. He sent an angel to them. Akatuma malaika kwao. To speak to them. Kunena nao. To give them a task. Kuwapa kazi. To go and greet the baby Jesus. Kwenda kumsalimia mwana Yesu. They want to be witnesses of what has transpired in the spiritual realm. Ilikuwa kwamba wakuwe washahidi wa mambo ambayo yalikuwa yamefanyika katika ulimwengu wa kiroho. Carry the message. Na kupeleka ujumbe of the birth of Jesus. Wa kuzaliwa kwa Yesu. They want to be witnesses of the working of God. Ilikuwa wawe mashahidi wa mambo ya Mungu katika. And so God appeared. Basi Mungu akawaonekania. And gave them the task. Na akawapa kazi. Through the angel. Kupitia kwa malaika. And he said, and the Bible says. Na Biblia inasema kwamba. And they were in the same country, shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. Inasema kwamba walikuwa wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu. They were awake. Walikuwa imara. And the angel appeared to them. Na malaika akawaonekania. And the glory of God appeared to them. Na utukufu wa Mungu ukawaangazia. Now this was spiritual. Haya yalikuwa mambo ya kiroho. The appearing of the angel. Kuonekana kwa malaika. And the glory of God. Na utukufu wa Mungu. Being a spiritual matter. Kuwa mambo ya kiroho. And it was confined and God confided to these people. Na Mungu akayafunua kwa watu. They saw it. Wakayaona. They heard the angels speak. Wakasikia malaika akinena. And they executed the plan of God. Na wakachukua mipangilio ya Mungu akaelekeza. To visit the newborn. Kwenda kutembelea mtoto ambaye amezaliwa. And many things happen. Time fails us to go into them. Mambo mengi yalifanyika. Because many things happen. Mambo mengi yalifanyika. The glory of God. Utukufu wa Mungu ulionekana kwao. The angel spoke to them. Malaika kanena nao. One thing happened that was wrong. Jambo moja ambalo lilifanyika ambalo ni mbaya. They became so afraid. Walishikwa na hofu. Have you been afraid sometimes for nothing? Umeogopa kama hakuna jambo? The Bible says they were so afraid. Biblia inasema kwamba walikuwa na hofu sana. But they didn't need to be afraid. Lakini hawakustahili kuwa na hofu. They needed to believe the angel. Walistahili kumwamini malaika. They needed to believe what God had brought to them. Walipaswa kuamini ile habari ambayo Mungu amewapa. And the angel spoke to them. Na malaika akanena nao. So he told them, akawaambia, be afraid. Msihofu, msiogope. And therefore my friends, basi rafiki zangu, never be afraid in life. Usiogope katika maisha. Put your faith in God. Weka imani yako katika Mungu. When you put your faith in God, unapoweka imani yako katika Mungu, He will minister what He intends to minister. Atahudumu kile ambacho anataka kuhudumu katika maisha yako. So in the spiritual realm, katika ulimwengu wa kiroho, one of those things which happened, jambo moja ambalo lilifanyika, was that the angel spoke and told them to not be afraid. Ni kwamba malaika alinena akawaambia kwamba msiogope. Banish fear out of your life. Ondoa hofu katika maisha yako. And have
the peace of God. Na uwe na amani ya Mungu katika moyo. And so peace came into the life of these guys. Basi amani ikaja katika maisha ya watu. Of these shepherds. Hawa wachungaji. Now, these shepherds, hawa wachungaji were not the only ones who visited. Sio hao peke yao waliotembelea Yesu. The shepherds at Bethlehem. Wachungaji kule Bethlehem. Kando ya Bethlehem were Hebrew. Walikuwa Waebrania. But there were other wise men. The Bible says wise men came from the east. Bila sema kwamba mamajusi walitoka mashariki. From the east of Asia. Kutoka mashariki mwa Asia. The angel also showed them that a child has been born. Malaika pia kawaonyesha kwamba mtoto amezaliwa. And they visited to bring their gifts. Wakatembea kule wakileta zawadi zao. Now, this was significant in that the birth of Jesus was not only meant to be a blessing to the Jews. Hii ni wazi kwamba kuzaliwa kwa Yesu haikuja tu ili kwamba kuwa baraka kwa Wayahudi. It was to be a blessing to the Jews. Ilikuwa iwe baraka kwa Wayahudi and a blessing to the Gentiles. Na pia watu wa mataifa. And this was signified by the visit by the shepherds. Na hili dhihirishwa wakati wa kutembelewa kwa wachungaji. And the visitation by the wise men from na kutembelewa kwa mamajusi kutoka mashariki. And the delivery of their gifts. Na kuleta zawadi zao. Now we don't have a lot of time to go into detail, but in verse 20, mstari wa 20, you realize that the shepherds returned away very happy. Mstari wa 20 nasema kwamba wale wachungaji wakarudi huku wanamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote walioyasikia na kuyaona kama walivyoambiwa. And the shepherds returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen as it was told to them by the angel. Walirudi wakimtukuza Mungu wakimsifu kwa mambo yote waliosikia na kuambiwa. The matter had been fulfilled. Ile jambo tukio lilikuwa limekamilika. The shepherds were witnesses. Wale wachungaji walikuwa mashahidi. If today anybody wants to say did this really happen? Iwapo mtu angeweza kusema kwamba jambo hili lilifanyika. These shepherds were witnesses. Hawa wachungaji walikuwa mashahidi. The Bible says they went glorifying God. Na Biblia inasema kwamba walienda wakimtukuza Mungu. Now in the spiritual, I say in the spiritual realm, around Bethlehem. Katika ulimwengu wa kiroho pale Bethlehemu, these shepherds became witnesses. Hawa wachungaji wakawa mashahidi. They were blessed spiritually. Walibarikiwa kiroho. They glorified God. Walimtukuza Mungu. Now, two other things happened which was spectacular. Mambo mawili pia yakatendeka ambayo yalikuwa. The Bible says the glory of God came upon the people. Biblia inasema kwamba utukufu wa Mungu ukaja juu yao ambao walikuwa mashahidi. Now, the rest of the city might have never witnessed the glory of God. Sehemu ya mji labda hawakushuhudia utukufu wa Mungu. Because they were not in tune, they were not prepared. Ni kwa maana hawakuwa wamejiandaa. God did not prepare the whole city. Mungu hakuandaa mji wote kwa ajili ya hilo tukio. They were prepared for the census. Walikuwa wameandaliwa kwa ajili ya kuhesabiwa. But the shepherds, the wise men, the angels, lakini wale wachungaji, wale majusi na malaika, and the heavenly hosts, na wale wakazi wa mbinguni were prepared. Walikuwa wamejiandaa. The Bible says, inasema kwamba there were praises and glory by the heavenly hosts. Kulikuwa na sifa na utukufu katikati ya wale I didn't mark there, but it is there. It's there in the same chapter. Suddenly there was with an angel, verse 13, and suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill towards mankind." Mara walikuwapo
malaika wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. And the heavenly hosts, the angel and the heavenly hosts, malaika na jeshi la mbinguni, jeshi la mbinguni, the heavenly hosts, jeshi la mbinguni, were praising God, walikuwa wakimsifu Mungu, because Jesus had been born. Kwa maana Yesu alikuwa amezaliwa. And that is what happens in the spiritual. Haya ndiyo yalifanyika katika hali ya kiroho. God is in control of the spiritual happenings in the Mungu world. anaelekeza mambo ya kiroho, mambo ambayo yanatendeka kiroho katika ulimwengu. And let me tell you, Wacha niwaambie that around Christmas Day, like today, wakati wa Christmas kama sasa hivi, if you go to town, everywhere is closed. Ukienda mjini kila mahali pamejaa. Maybe only the disobedience has brought a change in many things, because they are disobedient to the will of God. Ile kutotii kumeleta mabadiliko katika mambo mengi, maana kuna kutotii Mungu. But the world over, lakini ulimwengu today, as we remember this day ourselves here, tunapokumbuka hii siku, the world over, there is celebration. Ulimwenguni kote kuna sherehe. Families are united. Jamii wameungana. People are traveling. Watu wanasafiri. People have gone into beaches where there is a lot of celebration. If you go to the beaches, the tourist destinations, ukienda mahali ambapo kunakuwa na there is a lot of celebration. Kuna sherehe mingi kila mahali. Some are celebrating knowingly. Wengine wanasherekea kwa kujua, but many are celebrating unknowingly. Na wengi wanasherekea bila kujua wanachokifanya. It's not only the heavenly hosts that celebrate. Sio jeshi la mbinguni peke yake lililosherekea. It is not only Bethlehem which came to a standstill. Sio Bethlehem peke yake ambaye ilisimama wakati huo. But the whole world ever since then. Lakini ulimwengu mzima tangu wakati huo have kept on celebrating and saying happy holidays. Wameishi kusherekea wakisema happy holiday. Happy holidays is a sign, to me, is a sign of disobedience. Kwangu ni ishara ya kutotii. Because it is supposed to be Merry Christmas and Happy New Year. Maana inatakana kuwa Merry Christmas and Happy New Year. Happy Boxing Day. Boxing Day is the day of bringing gifts. Boxing Day ni siku ambayo wanaleta vipawa. Was the day of taking gifts. Money, vipawa, money, gold and silver, na fedha and frankincense zilipelekwa, were taken for the celebration zilipelekwa kwa ajili ya sherehe ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. But these days it has become a Boxing Day where people go for boxing, go play football, go do things. But it is supposed to be a day of gifting. Lakini inatakana kuwa siku ya kupeana vipawa. Maybe you better gift even one another. Labda tupeane vipawa moja kwa mwingine, instead of celebrating it in another way. Badala kusherehekea kwa njia nyingine. So what happened? Basi nini lilifanyika? Around in Bethlehem. Pale Bethlehem, Jesus was born. Yesu akazaliwa. Now, Jesus' birth, kuzaliwa kwa Yesu, was God incarnate coming into the world. Ilikuwa asili ya Mungu ikija katika dunia. God changed himself and become humanity. Mungu alibadilisha na kuwa mwanadamu. He came to be with the people. Akaja kuwa na watu. And it is referred to as Emmanuel. Na inadhihirika kuwa Emmanuel. God with us. Mungu pamoja nasi. Walking with us. Mungu akitembea pamoja nasi. Secondly, jambo la pili, God's presence, uwepo wa Mungu, was physical. Ulikuwa wa kiasili. Jesus' birth, kuzaliwa kwa Yesu, although he was like a baby, he was a baby. Alikuwa mwana, alikuja kama mwanadamu, but he was God. Lakini alikuwa Mungu. This was a manifestation of God's love coming to be shown to humanity. Huu ulikuwa udhihirisho wa upendo wa Mungu ukija kwa mwanadamu. The love of God, upendo wa Mungu to the world, unaonyeshwa kwa ulimwengu. The coming of the Savior, kuja kwa Mwokozi. And the children have said, na watoto wamesema,
For God so loved the world that he gave his only son. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee. Jesus came to be with the people. Lakini Yesu alikuja kuwa na watu. It was a manifestation of the love of God. Ilikuwa dhihirisho la upendo wa Mungu kwetu. And this signifies the love of God. Na inadhihirisha kwamba upendo wa Mungu unastahili kudumu pamoja nasi. And he says, na anasema peace. The Bible says that it was saying peace to all mankind. Biblia ilikuwa inasema kwamba ilikuwa amani kwa kila mtu. Goodwill to all men. Amani kwa watu wote. Because the Savior has come. Ni kwa maana Mwokozi amekuja. And to bring understanding. Kuleta amani na kuleta ufahamu. And I'm telling you this peace. Nawaambia kwamba amani hii inadhihirika. It is manifest in our families. Inadhihirika katika jamii zetu. It is time to eat together. Ni wakati wa kula pamoja. It's time to talk together. Ni wakati wa kuongea pamoja. It is time to reconcile. Ni wakati wa kupatanishwa. It is time to have a peaceful moment. Ni wakati wa kuwa na amani pamoja. And that is very important. Na hilo ni la maana sana. Peace. When the angel told the shepherds, malaika alipoambia wale wachungaji, do not be afraid. Msiogope. He banished that fear and gave them peace. Aliondoa ile hofu na kaleta amani. And from there they were able to do their activities. Na hapo wangeweza kufanya shughuli zao. Then the last one which I want you to see. Jambo la mwisho nataka muone. We have mentioned. Na tumetaja is praises that we have seen in verse 13. Ni sifa ambazo tumeona katika mstari wa 13. That the angel and the heavenly host. We do not know what is heavenly host. Ya kwamba malaika pamoja na jeshi la mbinguni. Jeshi la mbinguni. Jeshi la mbinguni. Maybe there were angels. Labda kulikuwa na malaika. And whatever else that was there. Was mobilized for the praises and singing of. Walikuwa wamejipanga kwa ajili ya sifa na kumwimbia Bwana. And that makes this day a day of praise. Na hiyo inafanya hii siku kuwa siku ya sifa. A day to praise God. Siku ya kusifu Mungu kwa ajili ya kuja kwa Mesia. Well, I know we usually do. We have done it in a day, some weeks, 2 weeks earlier. We did the carols 2 weeks earlier. Ndio tulifanya carol wiki mbili zilizopita. And that is how it is supposed to be. Na hivyo ndivyo inastahili kuwa. Preparation for praise. Kujiandaa kwa ajili ya sifa. And the children did that preparation. Na hawa watoto walifanya hiyo maandalizi. Doing it also as a church. Ni kwamba tunastahili kuwa tunafanya kama kanisa. When we sing hymns and praise. Hadi tunapoimba sifa. The coming of the Messiah. Kuja kwa Mesia. Because so he has done. Kwa maana ametenda. So God bless you. Bwana wabariki. Enjoy the presence of God. Furahieni uwepo wa Mungu. Because he is no longer present with us physically. Maana hayuko pamoja na sisi katika hali ya kiasi. Spiritually, God is present with us. Lakini katika hali ya kiroho Mungu ako pamoja nasi. Love one another. Pendaneni. Because that way you will be practicing the love of God. Maana kwa hiyo njia mtakuwa mnafanya upendo wa Mungu. Dwell in your hearts in abundance. Wacha amani kae katika mioyo yenu kwa utele. And more so, let praises be abundant in your life. Na sifa ziwe nyingi katika mioyo yenu. Praising the coming of the Messiah. Tukisifu kuja kwa Mesia. And praising God because He is the originator, giving us peace, giving us life. Na kumsifu Mungu kwa maana yeye ni mwanzilishi wa kutupa amani, giving us abundance. Akitupa utele. And let me emphasize also what I said about the wise men. Nisisitize yale ambayo nimesema kuhusu wachungaji. They were a consistent people in what they were doing. Ni watu ambao walikuwa wamejitolea zaidi kwa mambo ambayo walikuwa wanafanya. Let us learn in life. Tujifunze katika maisha kuwa watu wa bidii. To be people of integrity. Kuwa watu waadilifu. People who are reliable. Watu ambao ni wa kutumainiwa. People who can be looked upon by God. Wanaweza angaliwa na kutegemewa na Mungu. To execute a service. Kutekeleza ibada. God cannot go using reckless people out there. Mungu hawezi enda kutumia watu ambao ni waovu huko nje. He goes for people of integrity. Anaenda kwa watu waadilifu.
People who are known. Watu ambao wamejulikana. People who can be witnesses. Watu ambao wanaweza kuwa shahidi of the great things that God wa mambo makubwa ambayo Mungu anaweza tenda. Because after he has used you, ni kwa maana baada ya kukutumia wewe, he will want you to be a witness. Atataka wewe uwe shahidi. Somebody who can go out there, mtu anayeweza kwenda kule nje, and when he tells a story, the story is believed. Na anapotoa habari iaminike. Yes, the story is believed. Amani iaminike. Yes. Hiyo habari iaminike. That is who you should be. Hivyo ndivyo unastahili kuwa. A person of integrity. Mtu mwadilifu. A person whom God can use. Mtu ambaye anaweza tumiwa na Mungu. A person whom God can rely on. Mtu ambaye Mungu anaweza tegemea. And when you are relied on, na wakati ambapo umetegemewa, you witness. Kuwa mshahidi, you witness and your testimony is believed. Unashuhudia na ushuhuda wako unaaminiwa. And will always be useful. Na itakuwa ya maana. Thank you very much. Asante sana.